Watu wengi hawakutarajia makubwa ya Diamond Platinum kwenye show yake ya kule London. Tena watu wengi walisema kwamba kuna uwezekano kwamba show iweze kubuma, show iweze kuanguka na isiweze kwenda popote, okay? But what Diamond Platinum aliweza kufanya jana kiukweli, hata kama watu wengi hawampendi vile, lakini ni kitu yenye it was unthinkable, okay? Because aliweza kufanya show kule London kwa uwanja ambayo inabeba zaidi ya watu 5,000, okay? Haijawahi tokea East Africa msanii yoyote kuijaza uwanja yoyote ambayo inabeba zaidi ya watu 5,000. So Diamond Platinum ndio msanii wa kwanza kuweza kufanya hivyo, na so aliweza kupata support kubwa especially kwa wasanii wenzake kutokea kule Tanzania ambao walienda kumsupport, hata Nigeria wengine walienda kumsupport kama Mr Flavor, Tiwa Savage na wasanii wengine walienda kumsaidia kupiga show pale na wakaensure kwamba show imeweza kushona kweli kweli. So Diamond amefanya makubwa zaidi. So kuna huyu shabiki ambaye aliweza kumshambulia kwenye mitandao ya kijamii akisema kwamba shetani ukimfanyia kazi anaweza kupa ulimwengu mzima. What do you think about that? Okay? So Diamond Platinum ni msanii ambaye amekuwa akiwa on top kila wakati na watu wengi walikuwa kimlink na kuabudu shetani, okay? Of which hatuna evidence ya kutosha kuweza kumaccuse hivyo, because kama wewe ni Mkristo, Biblia inasema tusiwe judgmental, okay? So chenye mimi najua na wasanii wengi ambao wanapenda kiki, wakisikia mtu anaongelea kuhusu kitu fulani wanaweza taka wazidi kutrend kuhusu hiyo kitu ili waweze kupata umaarufu zaidi. So kuna wasanii ambao yes wako kwa uabudu mashetani na huwezi jua wako pale, na kuna wale ambao tunadhania wako pale lakini hawako pale, okay? Wanatumia tu hiyo wave ya kuweza kutrend nayo. So what do you think about Diamond Platinum na hiyo accusation ambao watu wengi wamekuwa kimuaccuse kwamba ako kwenye uabudu mashetani kwa cult fulani? Hatujui kama ni Illuminati ama Freemason, we have no evidence of that. So hiyo tumwachie Mwenyezi Mungu awe the judge of that. Lakini Diamond Platinum pale London ameweza kufanya makuu ambayo kiukweli hakuna msanii yeyote ambaye ameweza kufanya hivyo hapa East Africa, na Afrika nzima ni wasanii wachache sana kama Rema kutoka Nigeria, Wizkid na Davido, na wachache tu ambao wameweza kujaza show pale London. Can you imagine unatoka kwenyu then unaenda kwa complex yenye sio kwenyu alafu watu wanatokea. So tunavyomjua Diamond Platinum alianza tu kimchezo hivi, like wimbo wake akaanza kuweza kutrend pale Tanzania, alianza kupanua mabao yake polepole, kucollaborate na wasanii wake wa Tanzania wengi sana ili achukue ushukani Tanzania nzima, na of which alifanikiwa. Kufanikiwa kuchukua ushukani Tanzania, so akaanza kupenyeza kwa nchi tofauti tofauti. Akakuja Kenya akapiga collab na Mkenya, akaenda Uganda akapiga collab na Uganda, akazidi kutembea Afrika polepole, akaenda Nigeria polepole, South Africa, na hivyo ndio mbawa zake na umaarufu wake ilianza kuzidi. Na Diamond Platinum tunazomjua, wakiwa mmepanga collab na yeye, ukweli yenye iko atalalia hiyo collab siku nzima, aensure kwamba ameweza kutoa wimbo ambaye itapenya, okay? So Diamond Platinum ameweza kufanya vizuri sana kwenye show yake kule London ambayo imesurprise wengi sana. So we expect some of our artists kesho hivi waweze kufika mbali, lakini tunawaombea sana Mwenyezi Mungu pia hawe Mungu akupatie umaarufu, asiwe wampate umaarufu wao kwa njia zingine tofauti. So unaweza kaniacha kwenye comment section kwa jina gani kumhusu Diamond Platinum na show yake ambayo ameweza kupiga kule London. Till the next time, Africa kutoka M1 TZ. Ili uwe wa kwanza kupokea video zetu, unaweza kutusupport kwa kusubscribe, kulike na kushare.